Hello guys, mambo vipi? Karibuni tena katika channel yangu ya OJD Graphics. Leo tunaenda kutengeneza kitu kama hicho hapo unachokiona. Hiyo design hapo mbele inaitwa brochure. Brochure ni design kama poster ambayo inakuwa ina 3 side, ina pande tatu au mbili. 3 side or 2 side. Hiyo inatengenezwa kwa kuzingatia vipimo kadhaa. Kwa wale ambao hawajui brochure, na kushauri uje katika Google ukiandika brochures watakuletea hapa mifano ya brochures, ambapo unaona kama hii hapa ina 3 side ambapo inakuwa inakunjwa katika engo fulani au katika vipimo fulani ambavyo vinakuwa sawa, ambapo mtu anaweza akawa anasoma hivi kama kitabu. Unaweza ukaona hapa kama hapa unaona hizi zilivyo ni brochure ambayo inakuwa ina side mbili au side tatu kutokana na mahitaji ya design yako. Unaona kama hii ilivyo hapa ina side tatu, unaweza kaikunja na imekunjwa. Pia unaona hii huku tayari imeshakunjwa hapa, unaiona hii. Kwa hiyo mtu anaweza kaifungua kama kitabu na nyingine nyingi unaweza kaangalia hapa brochures hizi zilivyo. Kwa hiyo leo tutaweza kutengeneza brochure kama hii ya kwetu ambayo na design hapa, afu then ndio utapata vipimo sahihi vya kuvikunja. Cha kwanza nitatengeneza brochure yangu ina ukubwa wa A4 ambayo ipo landscape. Kwa hiyo nitatengeneza A4 yangu ambayo ipo landscape kama hivi. Nitatengeneza A4 yangu ambayo ipo landscape kama hivi inavyoonekana hapa, ambao sababu nitaprint nitatumia resolution ya 300 kwa color mode nitatumia CMYK. Baada ya hapo sasa nitahitaji hii brochure nikate sehemu tatu ambazo ziko sawa. Nitaikata vipi sehemu tatu ambazo ziko sawa? Inabidi uzingatie vipimo. Jinsi ya kuikata sasa, hapa hii ni landscape ambayo ni A4 ambayo iko landscape. Kutoka hapa hii sehemu hapa mpaka hapa katika hii kona kuna pixels 3508. Kwa hiyo inabidi uikate sehemu tatu kwa kugawanya hizi pixels. Kwa hiyo ukija katika calculator hapa, ukaandika 3508 then ukagawanya kwa tatu itakuja 1169.3. Kwa hiyo mimi nitaicopy point tatu hapa, nitaicopy then nitakuja hapa katika view, then nitakuja sehemu imeandikwa new guide, nitataka igawanye vertically. Kwa hiyo nitaacha hapa check the vertically. Kwa hiyo nitaicopy ile namba ambayo nimeichukua kule, nitaitoa hii then nita click okay. Utaona mark yangu au rula yangu imekuja imekata upande huu wa kwanza. Kwa hiyo nitahitaji upande wa pili ukatike hapa. Kosa upande wa pili utakuwa ni mara mbili ya huu upande wa kwanza hapa. Ni hesabu nyepesi tu, usiogope. Kwa hiyo nitaicopy ile namba then nitazidisha mara mbili. Nitazidisha mara mbili. Nikizidisha mara mbili utaona imekuja 2300 ngapi. Kwa hiyo nitaicopy pia na hii. Nitakuja huku kwenye new guide. Njoo kwenye new guide hapa. Then vertically vile vile nitataka ikate, nitaicopy ile namba yangu. Baada ya hapo nitaicopy ile namba yangu. Nitaicopy ile namba yangu. Baada ya hapo nitafuta hii then nita click okay. Utaona imekata kwa mbele yake kama ilivyokuwa. Kwa hiyo baada ya hapa sasa utakuwa na uwezo wa kutengeneza hii brochure yako. Kwa upande huu ambao ndio upande wangu mama, ambao ndio upande wangu interface yangu ya mbele ambayo mtu atakuwa anaiona, nimeitengeneza kama ifuatavyo. Nilianza kwa kuchora box. Box langu hapa. Hizi guide tutazitoa kwa sababu zinanisaidia kujua vipimo sahihi. Nilianza kwa kuchora box langu hapa. Then nikalipa color hii. Box langu hili nikalipa color hii. Then kama unavyoona hapa nikaingiza picha au nikachora ka box kangu kadogo kwanza hapa.
kadogo tu, kabox kangu kadogo tu hapa nikakachola, then nako nikakipa kala hii. Kala unaweza kutumia yoyote, rangi unaweza kutumia yoyote. Kwa hiyo ni wewe tu una ubunifu wako. Unaweza kutumia hizi ambazo nimetumia mimi au kutumia zingine. Hii nitaingiza kwa chini kidogo. Baada ya hapo niliingiza picha hapa kama unavyoona. Kwa hiyo nitakuja katika Press Embedded yangu, picha ambayo nilisha download. Nilisha download PNG Wing. Kwa hiyo nitakuja hapa nita Press Embedded hapa. Nitachukua picha ambayo tayari nilisha download, ambayo picha yangu ni hii. Nitaipunguza size, then nitaileta mpaka hapa kama unavyoona. Nitaikuza ili iweze kuenea kwa uzuri na kuonekana kwa ukubwa zaidi kama hivi. Baada ya hapo unaona katika kuna kasehemu hapa akaonekani vizuri. Kuna kasehemu akaonekani vizuri. Unaona kama hapa kuficha hii nilitengeneza rectangle tool, nilichora rectangle hapa kutumia pen tool ili kuficha hiyo sehemu hapo juu ambayo haionekani. Nitaliondolea stroke kama kawaida, then nitatumia hii color hapa. Baada ya hapo nadhani umeona imefichika, imekuwa inafanana kidogo na hii, lakini hii picha ilikuwa imekaa ndani kidogo, lakini hii picha yangu nimeiweka nje. Lakini pia na wewe unayo room ya kutengeneza kitu unachokipenda kutokana na poster yako au design yako. Baada ya hapo naona hapa kidogo pembeni pamekaa hapajafika, kwa nitapafiti hapa. Nitapafiti na hii nitaisogeza pembeni kidogo huku. Nitai Control T, then nitai rotate, then nitaisogeza chini. Nitaisogeza na huku. Hii hapa nitaileta chini. Nitaiweka chini ya layer hii hivi. Na hii pia nitaisogeza juu hapa. Weza Control T, nitaivuta hapo kama hivyo, lakini pia unaweza kutengeneza kitu kizuri zaidi ya hiki. Baada ya hapo nitakuja upande huu sasa, upande huu wa pili hapa. Nilikuwa nina rectangle vyangu, kwa hiyo nitatumia pen tool kuvichora. Nitachora kwa kutumia pen tool pia. Nitavichora kwa kutumia pen tool. Chora kwa kutumia pen tool, nitakikuza kidogo katika ukubwa fulani. Baada ya hapo nitakiduplicate Control J, then Control T ukiselect. After that nitakileta mbele kidogo, nitakikunja kiwe katika design fulani. Sasa hii ambayo nimeikunja, hii nimeduplicate, nitaiacha rangi hii, lakini hii ya chini nitaibadilishia color, nitaiweka rangi ya kijani. Alafu hii ya juu nitaishusha chini, au hii ya chini nitaipandisha juu, vyovyote vile utakavyotaka. Kwa hiyo itakuwa design kama hiyo unaoiona hapo. Kwa hiyo nitataka ionekane kidogo, nitavuta hapo, nitakunja, nitaikunja hapa, nitaisogeza pia, nitaiongeza na huku kutoka na wewe jinsi unavyohitaji. Baada ya hapo nitakuwa nishamaliza upande wangu huu wa mbele, huu wa juu. Kwa hiyo na rectangle yangu chini nyingine hapa. Kwa hiyo bila kupoteza muda kuanza kuchora nyingine, nitaziselect hizi mbili, then nitazigroup pamoja. Nita Control J kuduplicate, then Control T. After that nitazimove chini, nitazigeuza zikae katika shape hii, then nitazileta katika angle hii hapa. After that nitashikilia control, then nitazivuta ili ziweze kufika mpaka maeneo ya huku.
hapa. Kwa hiyo utachukua muda wako ili uweze kupata kitu kizuri. Kwa hiyo nitakuwa nishamaliza kutengeneza layout yangu ya juu na chini kama unavyoona hapa. Kwa hiyo na huku pia nilifanya hivyo hivyo. Kuhusu hii symbol hapa nimeidownload kupitia PNGWing. Ukiingia PNGWings ukaandika search zitakuletea. Ukiandika keyword search kama hapa zitakuletea hizi image, utazidownload. Then hii picha pia nilipata PNGWings. Hapa maneno niliandika mimi mwenyewe. Kwa hiyo pia na wewe utaweza kuandika maneno yako unayohitaji. Hii picha ya tiki pia nilipata PNGWings. Ukiingia PNGWings ukaandika tick, watakuletea tick za aina mbalimbali kama unavyoona hapa. Kwa hiyo utaidownload wewe unayohitaji. Pia kuna QR code na hizi icon hapa pia nilizidownload kutumia PNGWings. Hii icon ya location, ya website, ya email na call. Kwa pia na wewe una uwezo wa kuingia PNGWings, lakini kwa sababu hii icon ya QR code ninayo, nitaipress embedded hapa, nitaingiza katika projects. Lakini hizo zingine zilizobaki unao uwezo wa kwenda kuzidownload kutumia website ya PNGWing. Kwa download PNG ambayo haina background kabisa. Then utaiweka hapa huku juu utaandika maneno yako, na wewe kama unahitaji hapa utaandika maneno yako yoyote yale. Utaandika maneno yako yoyote. Pia na huku utaandika maneno yako yoyote ambayo unayahitaji. Baada ya hapo kuna hii layout ya huku. Hapa juu kwanza niweka logo yangu. Kwa hiyo pia hata na wewe hapa unaweza kuweka logo yako kutokana na iko kitu ambacho umekitengenezea Bronchua. Utaweka logo yako. Narudia tena, tafuta rangi ambazo zinaendana na logo yako au zinaendana na hiyo kampuni yako. Sio lazima utumie rangi zangu ambazo nimetumia. Baada ya hapo kuna hii segment ya mwisho niliweka picha hapa. Kwa hapa nilitumia tena pen tool. Nitachora box langu hapa. Nitachora box langu ambalo lina ukubwa fulani kutokana na picha ambayo nahitaji kuiweka. Nitaiondolea stroke. Nitaondolea stroke kwanza. Then nitalibadilisha rangi, nitalipa rangi hii. Hapa niliweka hii picha hii. Kwa hiyo na wewe pia unaweza kuweka picha yoyote. Nilipress embedded. Najua wengi mnaelewa maana ya kupress embedded. Nilichukua picha nikaiingiza hapa. Mfano tuchukue picha yoyote huku. Tujaribu kuiweka hapo kama kumimic. Kwa hiyo nitachukua picha mfano hii hapa. Nitachukua picha hii ya huyu mtu au hii. Then nitaiweka hapa. Kupress embedded maana yake ni kuiingiza hii picha katika umbo fulani. Kwa hiyo hii size. Then nitakuja katika layers nikiwa nimeselect ile layer na hii alafu chini yake ipo layer ile ambayo nataka picha iingie. Nita right click hii layer, nitakuja hapa nitatengeneza clipping mask. Tengeneza clipping mask, unaona imeingia. Nirudishe nyuma kidogo. Unaona hii picha yangu imetoka hadi nje. Nikitengeneza clipping mask, hii picha yangu itaingia ndani ya umbo. Kwa hiyo hapa hii picha yangu hata niikuze kwa vipi haitoweza kutoka. Kwa hiyo hapa pia na wewe unaweza kutumia picha yako yoyote ambayo utaipenda. Ambapo mimi huku nilitumia hii hapa picha yangu ya kutangaza learning zangu. Kwa hiyo ni wewe. Baada ya hapo nitatengeneza hii. Hapa pia utaandika maneno yako yoyote hapa chini. Mimi niliandika, na wewe utaandika maneno yako yoyote ambayo unahitaji kutokana na kampuni yako au brand yako ambayo unaitengenezea Bronchua. Hiyo ndio layout ambayo
nimeitengeneza ambayo inafanana na hii. Kumbuka hii brochure ina upande wa mbele na upande wa nyuma. Kwa huu ni upande wangu wa mbele, upande wa nyuma ni the same. Utafanya kama hivi nilivyofanya, utatenganisha haya hizi sehemu tatu kwa vipimo vile vile, sema tu utabadilisha zile layout zako. Kama mbele uliandika maneno haya, basi nyuma ndo utaandika maneno yako mengine ambayo unayahitaji. Usisahau kusubscribe, kushare na comment. Asante sana kwa kunisikiliza. Kama una chochote unataka katika multimedia ujifunze, niandike katika comment hapo na nitakufulfill very immediately. Stay tuned.